Nataka nikupatie neno la kufikiria. Usiwe mjinga, usiwe mvivu wa kufikiria. Nataka nikupatie neno la kufikiria. Kama Yesu ni Mungu, hana baba yake, aliingia mtumbu ya Maria. Yani Mungu akaacha mbingu akikala mtumbu ya Maria, mbinguni hakuna mtu. Sasa Maria angefanya kazi za nguvu, mimba ya Mungu itoke. Yani tungeishi bila Mungu kweli kwenye hii dunia? Hiyo ni uongo. Sasa kama Yesu ndio Mungu na hana baba yake, wakati alipoingia kaburini akakufa, yani ni Mungu ndiye aliyekufa, Mungu akapotea. Sasa Biblia inasema kwamba ni Roho ndiye aliyemfufua Yesu kutoka wafu. Sasa huyo Roho ana uwezo kuliko Mungu. Na Yesu alipokuwa akiomba Getsemani mpaka kataka kukimbia, Biblia inasema kwamba malaika wakakuja wakamtia nguvu. Malaika wana uwezo wa kumtia Mungu nguvu. Na kitu kingine nikwambie cha mwisho, yule dokta aliyemtahiri Yesu Kristo, aliyemkafe Yesu Kristo, yani alikuwa na mkafe Mungu. Unajua kuna vitu ambavyo ukiviwaza tu kwa akili utasema hii madini inapotosha watu kabisa. Yesu Kristo ndiye aliyetahiriwa. Yesu Kristo ndiye aliyekaa kwenye tumbo ya Maria. Yesu Kristo ndiye aliyekufa kwenye makaburi na akafufuliwa na Roho Mtakatifu ambaye Mungu alimtumia. Lakini sio Mungu Baba aliyekuja duniani akakaa kwenye tumbo ya Maria. Sie Mungu Baba aliyekufa. Sie Mungu Baba aliyetahiriwa. Mungu hatahiriwe papa. Hiyo ni ukweli ambao unatakiwa kuijua. Na hiyo siku ya kubatiziwa kwake Yesu Kristo, kulitoka sauti mbinguni ikasema, huyu ni mwana wangu mpendwa ninayependezwa naye, mumsikilize. Hiyo sauti haikukuwa teatre, ni Mungu Baba aliyemshuhudia mwana wake ndani ya maji. Lakini kuna watu wanataka kusema mambo ambayo sio kibiblia. Mungu akubariki sana, akuondoe katika madini, akutoka katika neno uliyoisikia zamani ambayo haina andiko fulani. Lakini mimi nakwambia uishi kwa kujua ukweli, na hiyo ukweli ikufanye kuwe huru. Amen.